وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم الكتاب العزيز وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم خلقتك العبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد watukufu wa Islam, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika tupo ndani ya mwezi mtukufu, lakini pia vile vile tuko ndani ya siku tukufu. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao katika kalenda ya Kiislamu ndio mwezi wa mwisho katika miezi 12 ya Kiislamu. Lakini ndani ya mwezi huu ndio linapatikana tukio tukufu la ibada tukufu ya hija ambayo wengi wanaifanya kwa ajili ya kumtakashia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada hii haipatikani kwingine isipokuwa inapatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, mwezi wa mwisho katika miezi 12 ya Kiislamu. Watukufu wa Islam, ama ibada hii ya hija ni ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanzo aliamuru nabii wake Ibrahim alayhi salatu wasalam aweze kuitekeleza na awatangazie watu waweze kuitekeleza. Tunaona katika tarehe ya Kiislamu nabii wa kwanza ambaye Allah alimpa amri ya kujenga nyumba tukufu ya Al-Kaaba alikuwa ni Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotutanabaisha katika sura ya pili, surati Bakara aya nambari 127. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arna manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah sema wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt, nakumbuka pindi Allah Subhanahu wa Ta'ala alipompa amri Nabiullah Ibrahim ya kwamba anyanyue kuta za nyumba tukufu ya Al-Kaaba yeye pamoja na mwanawe Ismail. Na walipomaliza katika jambo hili la kujenga nyumba tukufu ya Al-Kaaba, katika kunyanyua kuta zake, Ibrahim na mwanawe Ismaili wakamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wakisema rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ewe Mola wetu
tukubalie amali yetu hii, hakika wewe ni mwenye kusikia na uliyekuwa mjuzi. Rabbana, ewe Mola wetu wa haki, waj'alna muslimaini laka, tufanye sisi ni wanyenyekevu kwako wewe, wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka, na katika vizazi vyetu vifanye kuwa ni umma wenye kunyenyekea kwako, wa arna manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, na utuonyeshe njia za ibada zetu na utupokelee toba zetu, hakika wewe ni mwingi wa kupokea toba na ni mwingi wa rehema. Baada ya kumaliza jambo hili, Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha nabii wake Ibrahim alayhi salatu wasalam alinganie watu, awaite watu ambao watakwenda maalum kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba hii tukufu ambayo Ibrahim alayhi salatu wasalam yeye alijenga pamoja na mwanawe Ismail. Allah sema Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'adhin fi nnasi bil hajji atuka rijalan, kisha akamwambia Nabiullahi Ibrahim waite watu, wa'adhin fi nnasi bil hajji, waite watu kwa ajili ya ibada hii ya hija, yatuka rijalan, watakujia wenye kutembea kwa miguu, wa ala kulli dhamirin, na watakuja watu juu ya kila mnyama aliyekonda, yatina min kulli fajin amiqi, watakujia kutoka katika njia mbalimbali, kutoka katika maeneo tofauti tofauti. Nabiullahi Ibrahim akatekeleza agizo hili alilopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yapi tunajifunza kutokana na ibada hii ya hija? Watukufu wa Islam, mazingatio ambayo sisi tunayapata kutokana na ibada hii tukufu ya hija, jambo kubwa ambalo tunajifunza kutoka kwa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam ni kujitoa muhanga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi ni wanadamu na akatupa maamrisho na makatazo, lakini pasi na Muislam kujitoa muhanga katika kuyabeba maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyakimbia makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huenda asipatikane mcha Mungu miongoni mwetu. Ibrahim alayhi salatu wasalam amekuwa kwetu ni funzo katika jambo hili la kujitoa muhanga katika kuyatekeleza majukumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha. Na hili tunalipata wapi? Tunalipata pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Nabiullahi Ibrahim amri ya kumchinja mwanawe. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'ani katika sura ya 37 surati Swafat kuanzia aya nambari 102 mpaka nambari 109, kuna package nzima Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha asili ya ibada hii ya kuchinja, lakini anatuonyesha muanga mkubwa ambao Ibrahim alayhi salatu wasalam alijitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema falamma balagha ma'ahu sa'ya, pindi Allah alipomruzuku Nabiullahi Ibrahim kijana ambaye anaitwa Ismail. Ismaili alikuwa ni mtoto wa Nabiullahi Ibrahim ambaye alimpata katika umri wa utu uzima, katika umri wa uzee. Alikuwa ni kijana wa pekee aliyekuwa akimpenda, lakini alipofika kijana huyu katika umri wa kuweza kuongozana na baba yake katika safari, ambapo wanasema wanawachuoni ni katika miaka 3 miaka 4, alipofika katika umri huo, Nabiullahi Ibrahim akaletewa katika njozi ya kwamba anamchinja mwanawe. Kwa falamma balagha ma'ahu sa'ya qal ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka. Ibrahim alionyeshwa katika ndoto ya kwamba anamchinja mwanawe, na tufahamu ya kwamba ndoto za mitume ni wahai, ni amri Allah anampa. Basi Nabiullahi Ibrahim alipoamka asubuhi akamwambia mwanawe, ya abati, ewe mwanangu, hakika mimi nimeona katika ndoto yangu mimi ninakuchinja, fandhur madha tara, basi angalia jambo hili wewe unasemaje? Mtoto akasema kumwambia baba yake, ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba yangu fanya kile ambacho unaamrishwa, satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta mimi ni wenye katika miongoni mwa wenye kusubiri. Nabiullahi Ibrahim akawa tayari kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo kubwa ambalo sisi kama Waislamu twapaswa kujifunza kutokana na tukio hili. Hata kama kitu unakipenda vipi, lakini ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa amri
ukifanye kitu hicho, ukitoe kitu hicho kwa ajili yake, basi tuwe tayari kukitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyokuwa tayari Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam kumchinja mwanawe kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anatuambia, falamma aslama watallahu liljabin, wakati tayari mwenye Nabiullahi Ibrahim amekwisha muandaa mwanawe Ismaili na amemlaza kifudifudi kwa ajili ya kumchinja, wanadainahu an ya Ibrahim, tukamuita ewe Ibrahim, kad sadaqta ru'ya, hakika umeswadikisha ndoto, innahu, hakika si vinginevyo, najizil muhsinin, ndivyo tunavyowalipa watu watenda wema. Kwamba umekubali amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, umejisalimisha katika kuyakubali maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile nia yako ya kuwa tayari kutekeleza maamrisho yake, Allah subhanahu wa ta'ala anakuletea kitu mbadala. Inna hadha lahu bala'un mubin, hakika hili lilikuwa ni jaribio kwako wewe lililokuwa la wazi, ulikuwa ni mtihani kwako uliokuwa wa wazi. Wafadainahu bidhibhin adhim, Allah subhanahu wa ta'ala akamtolea fidia Nabiullahi Ibrahim kwa kichinjwa kilichokuwa kitukufu. Wataraknahu fil akhirin, na akamwacha Nabiullahi Ibrahim kuwa ni mwenye kutajwa kwa sifa njema kuanzia zama zake mpaka zama za mwisho. Salamun ala Ibrahim, amani iwe kwa Nabiullahi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha mazingatio ambayo tunataka tuyabebe katika kiswa hiki, ni sisi Waislamu kuwa tayari kuyatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama maamrisho hayo yatakuwa ni yenye kuchukiza katika nafsi zetu. Leo tunaitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wako miongoni mwetu tunatekeleza ibada hii ya kuchinja, lakini kuchinja huku kuwe ni kujisalimisha moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia matendo yetu yote kama alivyojisalimisha Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Lakini pili ambalo tunajifunza Waislamu katika ibada hii tukufu, ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asili yake alimwamrisha nabii wake Ibrahim alayhi salatu wasalam, tunajifunza sisi ndugu zanguni katika imani ni kwamba amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inapokuja kwetu sisi haipimwi kwa akili. Yani Allah alipotuamrisha jambo tulifanye, haitakikani akili yetu kuweka mpaka kuona kwamba jambo hili ema lina manufaa kwetu au halina manufaa. Ndio tunaona Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala alipompa amri ya kuwatangazia watu ibada ya hija. Tukumbuke Nabiullahi Ibrahim amekwenda kujenga Al-Kaaba, hali ya kuwa Maka palikuwa ni pori, pakiwa ni jangwa, hakuna mtu hata mmoja, lakini Allah anamwambia wa'adhin fi nnasi bil hajji atuka rijalan, watangazie watu ibada ya hija, watakujia wenye kutembea kwa miguu. Nabiullahi Ibrahim akatekeleza amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuchallenge akili yake kwamba huku porini nani atakayesikia wito huu, lini watu wataukubali wito huu wa Allah waje kuutekeleza. Nabiullahi Ibrahim alipokea maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na akayafanyia kazi pale pale, na Allah subhanahu wa ta'ala akamnyanyua daraja ya juu, akawa ni katika watu bora kuanzia zama zake mpaka zama za mwisho. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله مرة أخرى ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد، watukufu Islam, ama tukiendelea na sehemu ya pili ya hutuba yetu ambayo inazungumzia mazingatio kutokana na ibada ya hija. Leo ni jambo gani kama Waislamu ambalo twapaswa kujifunza na kulifanyia kazi
ambalo tunalipata katika ibada hii tukufu ya hija, hija ambayo ilianzishwa na Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Katika mambo ambayo tumeyaona hapo awali, miongoni mwa mambo mengi ambayo tunajifunza kutokana na ibada hii ya hija, jambo mojawapo ni kujitoa muhanga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyojitoa muhanga Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Lakini pili, tumeona ahbabul kiram ya kwamba sheria za Allah subhanahu wa ta'ala hazipimwi na akili zetu. Ili tuweze kuzitekeleza lazima zikubaliane na akili. La, hata kama akili yako itagoma, madamu umeambiwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi muumini hauna budi kuichukua na kuitekeleza amri hiyo. Lakini lingine ambalo tunajifunza watukufu wa Islam kutokana na ibada hii ya hija ni umoja wa umma huu mtukufu, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Leo ndugu zanguni katika imani, umoja huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuzungumzia sisi katika Qur'ani kwamba inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma wenu huu ni umma mmoja. Leo umoja huu haupo kwetu watukufu wa Islam, lakini umoja huu unadhihirika pale ambapo tunaiangalia ibada hii tukufu ya hija. Leo waangalie mahujaji, yatina min kulli fajjin amiqi, Allah sema watakuja katika njia tofauti tofauti. Leo ndani ya mji mtukufu wa Makka wako watu kutoka katika maeneo mbalimbali, wako watu wenye tamaduni mbalimbali, wako watu wanazungumza lugha mbalimbali, lakini leo wote wamesimama katika eneo moja, wanamtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sauti moja, kwa kauli moja, na wote wakiwa na uchangamfu na matumaini ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atawakubalia hija yao, atawakubalia matendo yao pasina kuangalia tofauti zao. Ibada hii ya hija inatuonyesha umoja wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo tunazungumza kwa masikitiko makubwa, umoja huu wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo haupo. Umoja huu wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam umegawanywa tangu mwaka 1916. Ukiangalia katika Sykes-Picot Agreement, makubaliano ambayo waliingia baina ya serikali ya Uingereza na Ufaransa katika vita vya kwanza vya dunia, ya kwamba tukishinda vita hivi basi tunazigawanya hizi nchi zote ambazo ziliungwa zikawa serikali moja ya Kiislamu. Na kweli zikagawanywa nchi zile zote na kuwekewa mipaka mizito kiasi ambapo hawezi raia wa nchi moja kuingia nchi nyingine, kama ilivyokuwa katika zama Uislamu ukisimamia maisha ya watu. Kwa leo watukufu wa Islam, umoja huu kwetu sisi umekuwa ni kama vile ndoto za kuliwazwa. Leo tunaona ndugu zetu wa Gaza namna wanavyoshambuliwa na Mayahudi, lakini kutokana na kuwekwa mipaka ya kijiografia tangu mwaka 1916, leo hakuna anayenyanyuka kwenda kuwatetea ndugu zake. Bali sisi leo hii tumewekwa mbali nao kihisia, hata kuwaombea dua Allah wanusuru leo imekuwa kwetu ni jambo muhali. Leo tuko viwanjani sisi tunaswali, leo wako wengine wanafurahia ibada ya kuchinja, lakini huenda ndugu zetu wako na huzuni wakiwafikia ndugu zao ambao wamepigwa na mabomu ya Mayahudi. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awahifadhi na kuwanusuru ndugu zetu wa Gaza na ulimwenguni kote. Watukufu wa Islam, yako mengi ambayo tunajifunza kutokana na ibada hii tukufu ya hija, lakini kwa sababu iko ibada nyingine inafuata ya kuchinja baada ya ibada hii, tukinaina hapo na tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake ambao wana hamu na hamasa katika kuitekeleza ibada hii ya hija. Ama la mwisho, tutaangalia kwa nini leo hii ibada ya hija imekuwa ni ngumu kwetu sisi. Leo huenda ikawa miongoni mwa tulio wengi katika hisia zetu jambo hili la kwenda hija halipo, hali ya kuwa jambo hili ni jambo bora, jambo hili ni jambo tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mja akinyanyuka akaenda hija kisha hija yake ikakubaliwa, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu anarudi kana kwamba amezaliwa, yani anarudi madhambi yote Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfutia. Lakini leo tuliokuwa wengi ulimwenguni hatuna fikra za kutamani kwenda kule kwa sababu ya vikwazo ambavyo vimewekwa katika ibada hii ya hija. Tunaona leo watukufu wa Islam,
Jambo kubwa ambalo limekuwa ni kikwazo cha kwanza kwetu sisi ni mipaka ambayo tumewekewa. Mipaka hii tangu mwaka 1916 ni mipaka ambayo ilichorwa kwa lengo maalum, ambalo katika mikakati yao waliweka kitu kinaitwa divide and rule, yani wagawanye kisha watawale. Kwa ili waweze kugawanya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakauwekea mipaka ambayo ikawekewa masharti magumu. Hawezi mtu kutoka ndani ya eneo lake, ndani ya nchi yake kwenda nchi nyingine kwa sababu ya uwepo wa mipaka ile. Tunaona katika zama za mwisho za serikali ya Kiothmania, Ottoman Empire, waliokuwa viongozi wa Kiislamu katika zama hizo waliweza kutengeneza reli ambayo ilitoka Istanbul, Uturuki, kwa sababu ndio yalikuwa makao makuu ya dola ya Kiislamu. Ikatoka Istanbul, Uturuki, reli ile ikaenda mpaka ndani ya Saudia, ndani ya Maka tukufu, ili mahujaji waweze kwenda kwa urahisi. Lakini leo kwa sababu ya mipaka, athari ya jambo hili halionekani. Leo hakuna nchi ambazo zitasema tuunge tupate ili watu wapate wepesi wa kwenda katika ibada ya hija. Leo inawezekana Muislamu ukatoka ndani ya